Join us every second Friday of the month from 9 p.m. till dawn for the monthly Holy Spirit Kesha at Donholm CFF Sanctuary near B Center Roundabout. This is not just a vigil, it's a personal encounter with the Holy Spirit. Donholm CFF, let heaven fill your mind. You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine jema Bwana ametupatia ili tujitue mahala hapa kwenye studio hii ya All Time TV. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Tunajua si jambo tu la kawaida, lakini imegharimu mkono wa Bwana. Ningetaka kuchukua nafasi hii nikukaribisha wewe msikilizaji mtazamaji wetu wa All Time TV. Karibu sana. Mungu wetu akubariki sana kwa kuchagua TV ya All Time TV ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Mimi majina yangu naitwa Pastor Jacob Kinoti, nimeokoka, Kristo ni Bwana, niko ndani ya Yesu na nimekuja ili tuweze kuzungumza neno la Bwana, neno lile ambalo Bwana ameliweka ndani yangu. Na ninajua ya kwamba kuna jambo ambalo Bwana anaenda kukutendea katika maisha yako. Neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba vyote viliumbwa kupitia neno la Bwana. Na ninajua ya kwamba kile Bwana ameweka ndani yangu, amekiweka asubuhi ya leo kwa sababu yako wewe ambaye unayenitazama. Kabla niendelee, ningetaka tu nichukue nafasi hii nimshukuru Minister Betty kwa sababu ya kunipa nafasi ya siku ya leo kuwa hapa ili tuungane na wewe mtazamaji na ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Jambo hili silichukulia tu kwa kawaida, ninasema Mungu wetu ambariki sana, Mungu aendelee kumuinua na Bwana aendelee kupigana vita vyake kwa jina la Kristo. Yes, zaidi ni washukuru our directors Apostle na Reverend Lea kwa sababu ya kutukubalia na kwa sababu ya kukubali mwito huu ili sisi tupate nafasi ya kusimama katika platform hii ya All Time TV. Mungu wetu awabariki sana. Neema ya Bwana izidi kuwa juu yao na Bwana azidi kuwainua katika viwango vyake kwa jina la Kristo Yesu. Asanteni sana, ninawapenda. Mungu wetu awabariki sana. Ningetaka tuweze kuomba ili tuweze kuingia kwa neno la Bwana, la lile neno ambalo Bwana ameliweka ndani yangu siku ya leo, na ninajua kwamba hilo neno litakuwa la baraka. Usiende mbali na TV yako, ukiwa hapo nyumbani, ukiwa kasini, ukiwa mahali popote ambapo unaotutazama, ukiwa hata katika All Time TV, Facebook, YouTube. Ningeomba tu uweze kuchukua nafasi muda wako tusikize tu na Bwana wa mbinguni atakubariki. Amen. Wacha tuombe ili tuweze kuendelea. Baba wetu katika jina la Kristo Yesu,
Nimekuja katika TV hii ya All Time TV ili Bwana niweze kulizungumza neno lako ambalo umeliweka ndani yangu. Na kuomba Bwana ninapozungumza na hawa wanaonifuata na hawa wanaonitazama katika runinga hii, Bwana wetu kawabariki. Kanene na mioyo yao kwa jina la Kristo Yesu. Asante kwa sababu ulituma neno lako ili tukaweze kupona. Na asubuhi ya leo Bwana, nakushukuru kwa sababu neno hili litaponya maisha yetu kwa jina la Kristo Yesu. Asante, uinuliwe na upewe sifa katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana wa mbinguni awabariki sana. Ningetaka tu nilete ujumbe wa Bwana. Kichwa chake nasema ya kwamba umuhimu wa maombi ya kila siku. Bwana asifiwe. Ama the importance of the daily prayer. Amen. Bwana asifiwe. Ningetaka tu niongee na Wakristo wenzangu ambao mko pale. Wewe uko hapo, umeokoka, umejiunga na dini ambayo unayoshiriki nayo, ulikiri Yesu ni Bwana. Lakini ningetaka leo tuangalie umuhimu wa maombi ya kila siku, kwa sababu Mkristo kuna kitu ambacho Mkristo hauwezi ukaishi bila maombi, kwa sababu ukiishi bila maombi utakuwa Mkristo jina, lakini adui hataogopa, na adui atakuwa na nafasi kubwa katika maisha yako ya kukuteza, na hautafurahia wokovu. Ndio unapata kuna watu wengi ambao wako katika wokovu, lakini maisha yale wanayoishi ni kama maisha ya watu wa dunia. Ndio ni Wakristo, ndio wanaenda kanisani, ndio wanatoa matoleo, lakini maisha yao hayana tofauti na ya watu wa dunia. Nimekuja tu nikuletee ujumbe huu kwa sababu tulipokubali Kristo Yesu, kuna jambo moja ambalo hatuwezi liacha nyuma, kwa sababu sisi tuko na mwili. Lazima tukae katika maombi, kwa sababu maombi ni mlango ya kutuingiza katika presence ya Bwana. Ama maombi ni kitu kimoja, ama ni njia moja, ama ni mlango mmoja ya kutushikanisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ama ya kutufanya tukae na tufanane na yeye, kwa sababu kuna vitu ambavyo hautaweza kuvifanya, na kuna mambo ambayo hautasikia, na kuna mambo ambayo hayatakuja katika maisha yako ya ufalme ukiwa na mwili huu, kama hauna maombi ndani yako. Na si maombi ile tu nasema ni maombi ya Jumapili. Ukiwa muombezi tu wa Sunday, utakuwa na matatizo mengi sana, utakuwa na maswali mengi sana mbele za Mungu. Lakini Bwana akatuambia ya kwamba tuombe, tusije tukaanguke kwenye majaribu, kwa sababu kuokoka si kusema hakuna majaribu. Bwana sifiwe. Kuokoka sio kusema ya kwamba hakuna ati mapepo haya ati yatakuogopa kwa sababu umeokoka. Hata saa hiyo ndio huwa yanaongezeka yapigane na wewe, ya kurudisha katika maisha ya dunia. Bwana asifiwe sana. Saa hiyo ndio mambo huwa yanaanza kuinuka ya kukuchallenge katika maisha haya. Lakini ninataka tu nikuje tuangalie neno la Bwana lituwezeshe na tujifundishe kujua ya kwamba umuhimu wa kuomba kila wakati ama kila siku. Haleluya. Katika Biblia kuna watu ambao waliomba kila siku. Bwana sifiwe sana. Ama walijituma katika maombi, nao kuna mambo ambao walipatana nayo na wakashinda. Yesu akasema katika kitabu cha Luka, nafikiria ni vizuri tuanze hapo. Katika kitabu cha Luka mlango ni wa 11 mstari wa, wacha tuanze mstari wa 5. Alafu tuendelee mpaka mahali ambapo my point iko. Biblia inasema ya kwamba Luka 11 mstari wa 5, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamuendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safari, nami sina kitu cha
weka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu kusema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Mstari wa 8, nawaambia ya kwamba ijapokuwa aondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Mstari wa 9, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Hapo mstari wa 9 inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Kwa nini Yesu kwanza alipeana mfano ya kwamba mtu aliyetembelewa usiku na rafiki yake na alikuwa ametoka mbali na hakuwa na kitu cha kumpea, akaenda kwa rafiki yake jirani na masaa ilikuwa imeshasonga, kwa sababu anasema ya kwamba walikuwa wamelala, lakini kwa sababu huyu hakuwa na kitu ya kuwekelea kwa meza, akampishia mlango kumwambia, naomba tu nisaidie kitu, ama unipe mkate tu ili nipate kitu ya kuwekelea kwa meza, kwa sababu nimepata mgeni. Amen. Biblia inasema ya kwamba hata kama alikuwa katika uzingizi, hata kama hakuwa anafurahishwa na kuamka, ilibidi aamke, kwa sababu huyu hakuacha kumgongea mlango. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa anagonga mlango ule kwa sababu ya haja yake ili ambayo aliyokuwa nayo, kwa sababu ya mgeni alikuwa amemtembelea. Na Yesu akasema ya kwamba nanyi ombeni kwa sababu mtapewa. Bwana asifiwe sana. Kuomba ni jambo moja katika wokovu, ama ni kitu moja ambacho Bwana alikiweka kituunganishe na yeye, kiunganishe ufalme na vitu yeye Bwana alivyo navyo kwa mwanadamu, ama kwa Mkristo ambaye ameshakiri yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni njia moja, ni kitu moja iliwekwa kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hawezi kuishi bila maombi. Maombi ndio huwa yanamfanya adui akae mbali na wewe. Maombi ndio huwa yanasukuma mapepo yasikuattack. Lakini wakati auombi, unayapatia nafasi kubwa kwenye maisha yako. Na unajua kitu kingine nimekuja kuelewa katika vita vya kiroho, kuna wakati unaweza pata ya kwamba adui hakuji kwa njia ya ubaya ili akuattack, akuji kwa ubaya, lakini mission yake ni ubaya. Amen. Njia ile ambayo anatumia kukuingililia ama kukukaribia, wakati mwingine inaonekananga nikana kwamba inakufavor, nikana kwamba ni nzuri sana kwa maisha ama kwa macho yako mwenyewe ukiangalia, lakini kumbe ni adui anatumia njia ya ujanja ya kuharibu ama kukutoa katika mpango na kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tutajua kusudi la Bwana katika maisha yetu, na tujue yale Bwana alikusudia kutuleta duniani, wakati tutakapojua njia ama wakati tutakapoomba kila wakati. Bwana asifiwe sana. Ama kila siku. Amen. Kwa sababu maombi ni njia moja ya kufungua milango kwa Bwana. Maombi yanakusaidia kufunguka masikio ya kiroho. Amen. Unaweza ukahubiriwa, unaweza ukasoma Biblia, lakini wacha nikuambie, masikio ya kusikia sauti ya Bwana inatokana na maombi. Na maombi yanakufanya wewe ambaye uko na fresh mwili huu unyenyekee. Maombi unyenyekesha mwili. Ukiwa muombezi, hakuna roho ya kiburi inaweza kupata nafasi kwenye mwili wako. Hapana. Bwana asifiwe sana. Wakati umeanza maombi, unapatanga kiburi kimeisha. Maombi unyonya kiburi, inakuondokea. Bwana asifiwe sana. Roho ya hasira inaondoangwa na maombi. Roho ya kutokusamehe inaondoleangwa kwako na maombi. Bwana asifiwe sana. Na hata roho ya fear pia
uondolewa na maombi. Hizi ndizo benefit za maombi unapokuwa muombezi wa kila siku. Bwana asifiwe sana. Mambo yale huwa yanakushinda, huwa yanatolewa kwako ama katika maisha yako na njia tu ya kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kufurahia baraka za Bwana ama nguvu zilizo ndani ya Kristo Yesu, lazima Mkristo mwenzangu ukubali kuomba. Hatuombi kwa sababu tumeambiwa. Hatuombi kwa sababu ni msimu wa maombi. Lakini tunaomba ili tu maintain presence ya Bwana katika maisha yetu, ili tuweze kupigana vita vya kiroho, ili tuweze kufurahia wokovu, ili tuweze kuinukiwa. Amen. Kwa sababu vita vya mwanadamu ni vingi, especially wale wameokoka na hawajakata kauli ya kuomba kila siku. Bwana asifiwe sana. Kuna neno tu katika kitabu cha Daniel 6 mlango wa 10. Biblia inasema hivi. Wacha tusome hapo ili niweze kukupatia ujumbe huu kwa njia ya Danieli mlango wa 6. Biblia inasema hivi, mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku akisali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Bwana asifiwe sana. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, ukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30? Wacha tuachie hapo, ni turudi mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba hapa ni Daniel alikuwa wakati wa utawala wa mfalme alikuwa anaitwa Doria, na Danieli akawa mmoja wa wakubwa ama uongozi wa serikali hiyo ya wakati huo. Na kwa sababu aliyokuwa amewasimamia, walifika mahali wakajaribu kumtafuta kwa njia yoyote ili wamuondoe kwenye position ama ili wamuangamize, kwa sababu amepata kibali kuwaliko sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba Danieli hata kama alikuwa mfalme na hata kama alikuwa amepatiwa cheo kikubwa kuliko wengine na amepata kibali kwa mfalme Doria, Bible inasema ya kwamba alikuwa muombezi, na Bible inasema ya kwamba alikuwa anaomba mara 3 kila siku akimuomba Bwana na kwa kumshukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wale watu wakashindwa, walipotafuta makosa wakakosa katika uongozi wake, wakakosa makosa ama wakakosa kitu ya kumstaki nacho. Wakasema ile kitu tunaweza mstaki nacho Danieli ni Mungu wake, na wakafanya sharia, wakapelekea mfalme, wakamwambia mfalme, sharia hii na iwe, kwa sababu tumeona ni vyema iwe kwa siku 30, pasiuje upakaombwa Mungu mwingine ila wewe. Bwana asifiwe sana. Na mfalme naye akaona, hakujua ya kwamba kuna mtu anatafutwa. Hakuelewa ya kwamba kuna mipango inapangwa juu ya yule ambaye anampendeza sana Danieli na rafiki yake. Lakini Bible inasema walipoenda mbele zake wakamwambia, tumeona sheria hii inafaa sana kwa sababu ya kasi yako, kwa sababu wewe ni mfalme. Mwezi siku 30 yule anataka kuabudu ama anataka kuomba akuje kwako. Sasa ningetaka tu uone nguvu za maombi ya kila siku. Sharia ikatengenezwa na ikawekwa muhuri, na mfalme akapitisha na akasema, kama vile mmeonelea ni vizuri, wacha iwe hivyo.
lakini bila mfalme kujua ya kwamba yule anayetafutwa ni nafsi ya Danieli. Na Biblia inasema ya kwamba hukumu ilikuwa ya kwamba sio huyo mtu afungwe, hapana, sio huyo mtu ati apanishiwe, ni atupwe kwenye tundu la simba. Yaani hawa watu mipango yao ilikuwa Danieli asipatikane, asisikike tena katika dunia ama katika huo ufalme. Nia ilikuwa kumwangamiza. Lakini nataka uone wakati walipofanya mambo haya na Danieli akajua ya kwamba tayari maneno yaliyokuwa yanazungumzwa yamewekwa sahihi ya mfalme na hayawezi kulivasiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajua ya kwamba nami ni wakati wangu nisindi kumtafuta Bwana, kwa sababu wanadamu ndio wanaweza kushindwa kulivasi. Hata mimi mwenyewe ninaweza kushindwa kulivasi. Danieli alielewa hivyo, lakini akajua ya kwamba kuna mmoja ambaye ninayelitia jina lake, ninayemwamini, ambaye ananilinda, ambaye ni Mungu wa mababa zetu, anaweza akalivasi sheria hiyo. Akaenda katika chumba chake. Biblia inasema ya kwamba akafungua madirisha kuelekea Yerusalemu. Akaanza kumtukuza Bwana, akaanza kusema, Bwana unastahili, ni wewe uliyetuumba, sisi ni wanadamu tu, ni wewe unatawala. Lao waliposikia hivyo, wakakaribia chumba chake, wakasikia vile anavyoabudu, wakapeleka ripoti, wakamwambia mfalme, si tuliweka sharia hakuna Mungu ataabudiwa siku 30. Angalia Danieli hakusikia, hakuiheshimu hiyo sharia ulioiweka sahihi na iwezi ikabadilishwa. Sasa tulisema lazima yule ambaye hatakubaliana na sharia hiyo aweke kwenye tundu la simba. Maandiko inasema ya kwamba mfalme akasema ni kweli, mambo haya ni kweli na hayawezi yakabadilishwa. Hakuna mtu anaweza kuyabadilisha. Kwa hivyo sasa fanyeni kama vile sharia inavyosema. Walipoambiwa hivyo, wakaenda wakamchukua Danieli. Biblia inasema ya kwamba wakampeleka kwenye tundu la simba, na katika mlango wa lile tundu wakaliweka mawe ama wakafunga. Bwana asifiwe sana. Sasa ningetaka uone umuhimu wa maombi. Biblia inasema ya kwamba ukiendelea hapo chini utasikia ya kwamba mfalme usiku ama mchana wote hakupata amani, na hata usiku huo hakulala, akijaribu kutafuta njia za kumuokoa Danieli. Amen. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie Mkristo mwenzangu, wewe unayenifuata na wewe unayenitazama asubuhi ya leo, hakuna mwanadamu anaweza akakuondoa katika hali ambayo uko. Hata kama ni nani, hata kama ni mfalme, kitu kimoja tu kinaweza kikakukomboa, na kinaweza kubadilisha maisha yako, na kinaweza kubadilisha mambo yale yote ambayo uliyowekelewa katika maisha yako, ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi peke yake ndiyo yanaweza yakakupigania. Unaweza kufikiria watu wenu wako na pesa watafanya maisha yako ibadilike. Unaweza kufikiria marafiki wako na kazi ama wako na pesa watafanya maisha yako yakae vizuri heli ambayo wewe huko, hata kama ni hapa Nairobi ama mjini mahali huko. Unaweza kufikiria kwa sababu kuna fulani mahali hako atakusaidia. Maandiko yanasema ya kwamba amtumainie Bwana amelaaniwa. Amen. Kwa nini amelaaniwa? Kwa sababu yeye ni mwanadamu tu. Mambo yake yanaweza yakabadilika, mambo yake yanaweza yakabadilishwa. Amen. Kama sharia ya mfalme aliyoweka ilibadilishwa. Amen. Ndio Mungu alisema ya kwamba amtumainiaye mwanadamu amelaaniwa. Hamisha mawazo yako kwa wanadamu hao unaowatazama ama hao unaowatarajia ya kwamba watasimama na wewe. Kile tu ambacho kitakuondoa kwenye hali ambayo unayoipitia asubuhi ya leo ni maombi ya kila siku. Uko hapo unasema ya kwamba umechoka. Usikubali kuchoka. Usikubali mwili huu usiusikize, kwa sababu mambo ya mwili yanabadilika.
Kama vile mwili huwa unabadilika, unasikia kuomba jioni, unasikia kuomba asubuhi. Wengine wanasema ni neema hakuna, lakini ninataka nikuambie, maombi ni kitu ambacho ukiwa na neema na ukiwa bila neema, jisukumie kumwambia Bwana unamhitaji, kumwabudu Bwana, kwa sababu anasema kila kiumbe chochote kilicho na pumzi na kimwabudu, kwa sababu maabudu yamewekwa katika maombi. Bwana asifiwe sana. Na the more unavyomwabudu Bwana, the more unavyoomba, the more unamkaribisha Bwana, ama ndio presence ya Bwana inakukaribia. Na Bwana anapokukaribia, mambo yanaanza kuwa rahisi katika maisha yako. Mambo yale ambayo ulikuwa unafikiria ama unashindwa, milango itafunguka kwa njia gani? Ni nani atakaye nitetea? Ni nini hicho ambacho kitakachofanyika mimi niwe level fulani? Ni nini ambacho hicho kitakachofanyika mimi nijipate mahali fulani? Mpendwa, kile ambacho tu kinaweza kikakusaidia ni maombi. Bwana asifiwe sana. Na ndivyo Wakristo wengi wamepotelea maombi, na ni adui tu amewaonyesha. Wamechukua maombi rightly, wamependa kuombewa kuliko kuomba wenyewe. Bwana asifiwe sana. Maombi ya kuombewa na kuambia msaada wa maombi ya kuombewa ni ya muda, amen. Lakini maombi yako kujipeleka mbele za Bwana yanakulinda zaidi ya vile wanadamu wanaweza kosa kufikiria. Ni nani angeweza fikiria ya kwamba mwanadamu anaweza wekwa kwenye tundu la simba ambao huwa wanakula nyama, lakini kwa sababu ya maombi yaliwezesha malaika kushuka, wakakuja wakashika vinywa vya simba, amen. Hata yule alijaribu kufungua mdomo hakuweza, hawakuelewa, amen, ni nini kinachofanyika. Kwa sababu tunapoomba katika anga, kuna vitu ambavyo huwa tunaondoa in the spiritual realm. Zile pepo huwa zinapigana na sisi, huwa zinaondoka. Malaika wa Bwana wanachukua nafasi yao kutulinda na kutuongoza na kututetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, usikubali kuzimwa na chochote katika maisha yako. Kubali tu kujipeana kwa Bwana, kwa sababu maombi yataleta mambo mengi katika maisha yako. Faida ya maombi moja ambayo hata mimi mwenyewe nime-experience. Utakapokuwa muombezi, maombi huwa yanaondoa uoga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongea kwa ujasiri, sio kwa sababu uko na pesa, sio kwa sababu uko na elimu, sio kwa sababu kuna watu unajua walio juu yako. Hapana. Maombi yanaondoa uoga na yanakufanya uwe na ile imani ya kuamini ya kwamba Bwana anaweza kufanya mambo yote. Bwana asifiwe sana. Watu wanaweza wakaleta vitisho kwenye maisha, watu wanaweza kufanya mambo ambayo ni ya kuogofya, lakini ukiwa muombezi hautabebwa na mambo ya wanadamu, kwa sababu macho yako yatamtazamia Bwana na hautakuwa na ile. Unajua kuna wakati mwingine unapata Mkristo anapotelea maombi kwa sababu anaona kana kwamba mambo hayafanyiki wakati alikuwa anayatarajia yafanyike. Hapana. Unapoomba, Bwana anakupatia roho ya subira. Daudi anasema ya kwamba nilimngojea Bwana kwa subira. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maombi katika maisha ya mwanadamu yanapatia mwanadamu roho ya kungojea. Hautakuwa na ile roho ile inaambianga mtu hapana, usipofanya saa hii itapita, usiposema saa hii unapata roho yako imetulia ndani ya Bwana. Hata kama watu wanasema ya kwamba ni season ya kufanya mambo haya, ni wakati wa kufanya hivi, wewe ukiomba sana, kuna vile Bwana huwa anafungua masikio yako ya kiroho. Kuna sauti ambayo huwa unaweza ukaisikia. Wanadamu wengine wa kawaida hawawezi wakaisikia. Bwana asifiwe sana. Sasa utapata roho ya utulivu na roho ya kungoja imekukalia.
Bwana asifiwe sana. Na ndio hapa Danieli aliposikia imewekwa tu sahihi, hakushughulika na wao, hakuenda kujitetea, hakuenda kusema maneno mengi. Yeye hakushughulika na wao. Wengine ambao ukirudi nyuma kidogo utapata Shadraka, Meshaki na Abednego. Bible inasema ya kwamba watu hawa kwa sababu ya kumtafuta Bwana, kwa sababu ya kuwa na ushirika katika maombi na Bwana, siku moja Nebukadneza na yeye akasimamisha mungu wake wa dhahabu. Lakini watu hawa na ikasemekana ya kwamba watakaposikia sauti za filimbi na vinubi, watu wote waiabudu mungu huyo. Lakini na Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema ya kwamba wao hawako tayari kumwabudu. Na mfalme akawaendea, na pia ujue wao walikuwa wameshikwa mateka, wakawekwa kwenye hiyo nchi, na kwa sababu ya neema tu ya Bwana wakapata cheo ama wakapata nafasi ya uongozi katika serikali ya mfalme Nebukadneza. Bible inasema ya kwamba walipokataa kuiabudu, walipoulizwa, waliambia mfalme hivi: sisi hatuna budi hata ya kukueleza mambo mengi. Sisi hatuwezi kuabudu, hata kama wanaweza kupiga leo na kesho kutwa, hatutainamia, kwa sababu tunaye Mungu wa Israeli ambaye tunamjua. Huyo peke yake anaweza akatuondoa kwenye mikono yako, na hata hasipotuondoa, ona waombezi vile huwa wanazungumza, na hata kama hawatatuondoa, sisi hatutaabudu miungu yako. Amen. Wanaongelesha mfalme kwa ujasiri, sio kwa sababu kuna kitu wanaona na macho ya mwili, lakini maombi yamewafungua macho ya ndani. Kuna uwezo mkubwa ulio ndani yao, wanaona. Amen. Bwana sifiwe sana. Kuna mambo ambayo hayawastui. Bwana sifiwe. Bible inasema ya kwamba hapo mfalme akaghadhabika sana katika moyo wake, akasema huo moto na uwekwe mara 7. Hawa hawatalala leo. Amen. Lakini hakujua ya kwamba wanayemwamini, wanayemuomba, kumbe the more unavyoomba the more anakaribia. Wakati wa shinda anakuja, anakupokea kwa mikono yake. Bible inasema walitupwa kwenye moto wakiwa wamefungwa na wakiwa na kanso zao, lakini Bible inasema hakuna hata moja aliyepata moshi wa moto. Wacha dimi za moto kuwalamba, hata moshi. Nywele zao zilitoka tu vile waliingia. Unajua, wakati utakapopenda maombi, kuna hali ambazo zitakuwa zikikuja katika maisha yako, lakini my sister, my brother, utakuwa tu ukitokea tu. Watu wanashindwa, na huyu ni nini shida yake? Hafanyi kazi kubwa sana kutuliko, hana mshahara mkubwa kutuliko, lakini ana utukufu usio wa kawaida. Kuna mambo ambayo anaweza akayafanya, na utayafanya kwa wakati, kwa sababu umeshirikisha muumba vyote, Mungu wa wakati, Mungu anayejua seasoni, Mungu ambaye anajua wakati wako unaofaa. Bwana sifiwe sana. Watu wakilia nchi ni mbaya, wakilia taifa ni mbaya, wewe hautakuwa ukistuliwa na mambo hayo, lakini tu utakuwa tu ukimtazamia, kwa sababu Mungu ambaye unayemuomba, kwa sababu tayari maombi yamesha kufungua masikio. Usikii kelele za watu, usikii maabudu ya miungu wanaoiabudu. Wewe kuna yule ambaye unayemsikia, mfuate huyo. Usikufe moyo, usikubali wanadamu wakunyamazishe, usikubali mambo ya dunia hii ya kusuilie kukosa. Watu wengi wamesuiliwa na kukosa. Praise God. Mtu anasema ya kwamba nilikuwa natarajia nitapata pesa kwa hii biashara, hata niliomba na nikatoa sadaka, lakini sasa hata nikana kwamba nimeenda hasara. Nimekuja kukuambia asubuhi hii ya leo, wacha kuangalia hasara kwa biashara. Wewe endelea kumtafuta Bwana. Wacha kuangalia mambo yale yanakaa kusheleweshwa. Endelea mbele kumtazama Bwana katika maombi ya kila siku. Shinda kubwa ile ambayo utaipata ni wakati ambapo utaacha kuomba. Amen. Kwa sababu ukiacha kuomba, umempatia adui nafasi ya kusongea kwako. Umempatia adui nafasi ya kukunong'onesea kwenye masikio yako. Kuna sauti zingine hapo nyuma utaanza kusikia ya kwamba
umeomba sana na hakuna kitu kinabadilika, lakini nimekuja kukuambia ya kwamba endelea kuomba. Amen. Kwa sababu Danieli ni mmoja, hata kama halikuwa mfalme, kasi ya kuwa mfalme ama kiongozi ya watu fulani haikumzuilia kumtafuta Bwana. Yaani yeye alikuwa ametenga mara 3 kwa siku kuwa na wakati na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia wewe Mkristo ambaye uliyeokoka. Umekuwa kiongozi kanisani, umekuwa mchungaji unahubiri, umekuwa katika kwaya na praise and worship. Hebu jiulize, ni mara ngapi wewe ama katika maisha yako, ni mara ngapi kwa siku unampatianga Bwana? At least unakuwa na wakati na yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na wakati na mambo mengi katika dunia. Tumekuwa na wakati na marafiki, tunatenga wakati na wafanyikazi, tunatenga wakati na mambo ya kujiburudisha katika maisha yetu, tunatenga wakati wa masomo, tunatenga wakati wa kuwa kwa TikTok, tunatenga wakati wetu kuwa hata kwa television kufuatilia vipindi, wengine kufuatilia mipira. Lakini jiulize wewe, ni wakati mgani wewe uanga unampatia Bwana nafasi? Unajua maombi ni kumpatia Bwana nafasi. Mkae na yeye kwa wakati fulani. Kwa sababu the more unampatia nafasi Bwana, ndivyo na yeye anakuwa mwingi kwako. Ndivyo anakuwa mlinzi kwako. Bwana asifiwe sana. Ndivyo anafungua milango mingi kwenye maisha yako. Sasa wacha kupigana na watu. Wacha kufikiria umesuiliwa. Wacha kufikiria kuna watu waliokufunga, waliokutangulia. Wacha kuona majirani na your colleague ati ndio wanakupiga, ati ndio hawataki uinuliwe. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kama wewe unakuanga na wakati na Mungu kwa sababu uliokoka, kwa sababu ulimkiri Kristo Yesu, kwa sababu ulisema ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Angalia unakuanga na wakati na Mungu. Tunakuanga na wakati na wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Sasa ni vizuri na wewe ujiulize, ninakuanga na wakati na Mungu? Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hicho ndicho kile kitu ambacho kinafanya Wakristo wengi wakose furaha ya wokovu. Lakini ukitaka kufurahia, mfanye Bwana. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Nehemia, ni kuonyesha watu ambao uone vile maombi yanaweza yakafanya. Watu ambao walitembea katika maombi, hata kama kuna vitu walikuwa wanafanya, kazi walikuwa wanazifanya, lakini wao wenyewe walikubali kutembea katika maombi na Bwana akawapigania kwa njia kubwa. Katika kitabu cha Nehemia mlango ni wa 4 mstari wa 8 na 9. Biblia inasema hivi: wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko umo. Bali sisi tulipomuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka ulinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapiga. Bwana asifiwe sana. Hapa ni Nehemia alipoletewa habari akiwa kwenye nyumba ya mfalme na ndugu zake. Biblia inasema ya kwamba alipopata hiyo habari, moyo wake ulihuzunika sana. Nataka uone moyo wake ulipohuzunika, na Biblia inasema ya kwamba hakalia. Lakini hakuachia tu hapo. Biblia inasema akafunga na kuomba ili amshirikishe Bwana katika mambo hayo ambayo ameyasikia. Alipomshirikisha Bwana, akaomba Bwana apate kibali kwa mfalme. Kibali kikapatikana ili aende akajenge kuta za Yerusalemu. Na alipoenda kujenga kuta za Yerusalemu, Biblia inasema ya kwamba kina Sanibalati, Tobias na watu wengine wakasikia ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Nehemia anajenga ukuta.
Bible inasema wao wakapanga, wakajikusanya, wakapanga kuwafamia ili ukuta usiendelee. Nataka uone hapa. Tayari Nehemia alikuwa amepatiwa kibali, akapewa barua, akakate miti, akapewa watu. Lakini aliposikia pia kuna habari imepangwa ya kuja ili wafurugwe ama ili wakuja wapigwe wasiujenge ukuta, Bible inasema ya kwamba wakaomba dua kwa Bwana. Amen. Wakamshirikisha Bwana katika kazi wanayoifanya. Kando na wao kuwa wako na silaha, walimshirikisha Bwana. Waliujenga ukuta katika hali ya kumshirikisha Bwana. Kila wakati walikuwa wanamwambia Bwana, tunakushirikisha kwa kazi hii kwa sababu sio kwa uwezo wetu, sio kwa nguvu zetu. Wewe jiulize kazi ambayo unayofanya. Hata kama unapigana na adui, hata kama kuna watu wanainuka, umemshirikisha Bwana mara ngapi katika maombi? Bwana Yesu asifiwe. Ama wewe unakuwa na wakati sana wa kuripoti makosa na kuongea makosa yao ama fitina zao. Usikubali kupita hiyo laini. Usikubali kujicommit katika maneno hayo. Wewe mshirikishe Bwana katika maombi. Bible inasema ya kwamba ilifika mahali maadui wa Nehemia wakashindwa, wakakosa njia ya kuattack, mpaka ikafikia mahali wakasema ya kwamba sasa tukubalie basi tukuje tukusaidie. Lakini nia yao ilikuwa kuja kudhoofisha mikono yao, ukuta usiendelee. Wakati utakuwa katika maombi, kuna mambo mengi sana Mungu atakufunulia, hata wakati adui anajificha katika kazi unayoifanya. Kuna watu wengi sana wanakuja wakijipendekeza kwako, wanataka kusudi lao ama fikira zao ama maneno yao yanakuja kwa njia ya kwamba ni kukusaidia, lakini wanataka kuja wakumalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna mtu anaweza kuja kuambia nataka uwe prayer partner wangu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wewe omba pasipo kukoma. Amen. Bwana asifiwe sana. Ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea wazazi wako. Usikubali kunyamaza, usikubali kunyamaza. Waombee kila siku. Wacha kusema nimeomba sana. Utakaposema umeomba sana, hiyo ni sauti ya adui inazungumza ndani yako. Na kusudi lake adui huyo anataka kukumaliza wewe na nyumba yako. Wacha kusema nimeombea mzee sana na habadiliki, nikana kwamba anataka advantage. Ni vile ninavyoendelea kumuombea ndivyo anaendelea kuharibika. Vile ninaendelea kumuombea ndivyo anaendelea kupotea kwa nyumba. Hapana. Sasa ukisikia adui akizungumza hivyo ndani yako, mwambie shetani, rudi nyuma yangu. Huyu hatabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie neno katika kitabu cha Matendo. Katika kitabu cha Matendo mlango wa 6. Kuna neno liko pale. Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja Petro akashikwa na akapelekwa ndani. Wakati mlango wa 6, niangalia nione kama ni hapo. Mlango wa 12. Mlango wa 12 mstari wa 5. Wacha tuanze mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 12 verse 1. Panapo majira yale Herode mfalme akamnyoshea mkono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akaona ya kuwa imempendeza Wayahudi, akaendelea akamshika Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chachwa.
alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mkononi mwa vikosi 4 vya askari waine wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia hapa, mfalme, Biblia inasema ya kwamba akamuua Yakobo ndugu yake Yohana. Bwana asifiwe. Kwa nini Bible inasema Yakobo aliuawa, alafu baadaye mwenye kuua Yakobo akamshika tu pia Petro? Na Bible inasema vile aliwekwa kwa vikosi 4 na akawekwa ndani na akafungwa na milango ikafungwa na walinzi wakasimama hapo. Lakini Bible inasema hapo kanisa likaamka, likaomba kwa juhudi. Oh my God. Asubuhi walikuwa wanaomba, saa 7 walikuwa wanaomba, kila jioni walikuwa wanaomba. Yaani mtu akitembea alikuwa anaomba. Anamwambia Bwana, Petro hata kufa, Yakobo alikatwa kichwa, lakini huyu yake haitakatwa, atafunguliwa. Wakaomba mpaka mbingu ikamfanya malaika kutoka mbinguni washuke, kwa sababu maombi, mnapoomba unawapatia malaika angels nafasi ya kukupigania. Biblia inasema ya kwamba hapa, ona, sio Petro alikuwa anaomba. Petro tayari alikuwa anajua ya kwamba mambo yake yamefika mwisho, lakini kwa sababu ya juhudi ya kanisa kuomba, ikasababisha malaika atoke mbinguni, akakuja akaikata minyororo kutoka kwa mikono na miguu ya Petro, akafungua milango. Wale walinzi hawakusikia kwa sababu kuna maombi ya juhudi ilikuwa inaendelea. Praise God. Bwana asifiwe sana. Wewe ambaye unasema hautaomba kwa sababu ya kanisa, wewe unasema hautaomba kwa sababu ya familia, nimekuja nikuambie ya kwamba maombi yana faida kubwa. Mambo yale ambayo yameharibika hayajaharibika kwa sababu yalikuwa yaharibike. Yameharibika kwa sababu haukuomba kwa juhudi. Wale mambo yale yaliyokufa katika maisha yako hayakukufa kwa sababu Mungu ndiye alikuwa amekusudia. Yamekufa kwa sababu wewe ndiye haukuomba kwa juhudi. Yakobo hakuwa akatwe kichwa ama akufe. Kanisa lingesimama wakati wake, hangekatwa, hangeuawa. Petro alikuwa amepangiwa, na akasemekana ya kwamba wacha siku za mikate zishe, Pasaka ishe, tumumalizie na yeye, kwa sababu anasema ya kwamba alifurahia, aliona ya kwamba Herodi aliona ya kwamba Wayahudi wamefurahia. Unajua kuna mambo ambayo shetani anaweza akafanya katika maisha ya familia yenu, aone ya kwamba yamefurahisha sana, na wewe useme ya kwamba ilikuwa tu ni ugonjwa umemsumbua kwa muda mrefu, hiyo kansa imetukula pesa. Shetani anaweza angalia hivi afurahie, aone vile mmetezeka, aone vile mmesumbuka kutafuta fedha za kulipa mabili za hospitali. Hiyo kansa iame baada ya kuzika mzazi wenu kwa sababu ya kansa, iame ikuje kwa nyumba yako ama ikuje kwa mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri uombe kwa bidii, uombe kwa juhudi, useme hapana, walikufa na kansa, lakini hakuna mwingine kwetu atakufa na kansa. Omba asubuhi, omba jioni, omba saa 7, omba ukitembea, katana na hiyo spirit. My sister, my brother, utafurahishwa na wokovu. Utampenda Bwana zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafurahia ushirika na wakati wako na Mungu kuliko wakati wako na watu wenu na marafiki na watu wale ambao mnakula na wao. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa hatui amekuja kwa njia ya kukuonyesha ya kwamba ni vizuri ujiconnect na wanadamu. Sikatai ni vizuri, lakini wacha nikwambie, mpatie Bwana wakati mwingi kuliko wanadamu, kwa sababu yeye anaweza akabadilisha mambo yale yaliyowekwa hata sahihi. Bwana asifiwe sana. Bwana anaweza akabadilisha hata sheria ziko katika constitution ya Kenya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha sasa wewe kama ni muombezi, endelea kuomba. Wacha kukasirika kwa sababu ya taifa letu. Maneno yanaweza kosa kufanya nchi yetu ibadilike, lakini maombi yanaweza badilisha.
Bwana sifiwe. Mambo yale unaona kana kwamba hatufikiwi, hatuna amani kwenye nchi. Nchi ni kana kwamba inaanguka, ni kana kwamba wale wako kwenye viti hawaongozi vizuri. Wacha kuongea sana. Wacha kuitana hizo mikutano na hizo vikundi. Wewe jificha katika maombi. Mwambie Bwana hapana. Mambo haya yanaweza yakabadilika. Mambo haya yanaweza kubadilika. Hata kama ni constitution, hata kama ni sheria imepitishwa kwa bunge, inaweza ikabadilishwa katika maombi ya juhudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hona, vitu nyingi ulisema ya kwamba ni Mungu ni mapenzi na watu wakakuencourage pengine ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Anza kumwambia Bwana, mimi ninataka Bwana kuomba zaidi. Nimekataa kuchoka kwa sababu mwili huu, kusudi ya mwili huu ni wewe uache kuomba kwa sababu mwili tayari uko mahali ambapo unafaa. Lakini nataka nikuambie, bebana na mwili huu. Uambie mwili na nyama zangu, hautachoka kumzungumzia Bwana, hautachoka kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua maombi, uzuri wa maombi huwa yananyonya nguvu na tamaa za mwili. Mwili udhoofishwa na maombi. Yaani tamaa za mwili umalizwa na nguvu za maombi. Wewe unasema ya kwamba kuna vitu mimi nimejaribu kuziacha, hasira nimeshindwa kuacha, ninajaribu kubadilika nimtumikie Bwana, ninajaribu kufanya hivi, nashindwa. Wacha nikwambie, wachana na hiyo story yote. Wewe jitume katika maombi. Na Mungu wetu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Naangalia naona muda wangu unaenda kuyoyoma na zile dakika zimebaki. Ni vizuri tuwe na wakati wa kuomba. Mwambie Bwana, natamani kuingia katika kiwango kingine cha maombi. Nimekataa kusikiza mwili wangu. Kuna watu wanasikiza mwili inawaambia namna gani, nikaombe nisiombe. Akisikia usingizi hanalala. Mwili, Bible inasema ya kwamba Yesu akasema yule anataka kunifuata ajikane mwenyewe. Amen. Unajua kujikana ni kusema nini? Mwili inataka kulala. Hapana, hautalala. Tutaenda maombi. Mwili inataka uombe kama umelewa, unasema hapana, mwili hautalala, nitapiga magoti nimuombe Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kujikana. Wakati mwili unataka tu kusikia tu, hautaki kusema kitu, unasema mimi nimejikana nimfuate Kristo. Kuna wakati mmoja Petro aliambiwa na Yesu, shetani rudi nyuma. Wakati alikuwa anajaribu kumsuiria kumwambia ni usiku sana, tumechoka, twende tukalale. Akaambiwa shetani rudi nyuma. Kwa sababu ya nini? Petro alikuwa amekubaliana tayari na mwili na hali. Lakini Yesu akamwambia, wewe ni kiziwizi ya kazi ambayo nilitumwa niifanye duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuelewe na tujue mbinu za adui wakati anapotuattack, wakati anapozungumza ndani yetu, wakati anapotaka tushindwe na kuomba. Tumzungumzie, tumwambie hapana, hautatusuilia. Tutaongea na yeye, maana yeye anajua mwisho akiwa mwanzo wa maisha yetu. Yeye anajua jamii yangu, yeye anajua watoto wangu. Sasa una watoto wadogo, anajua miaka yao watakapofikisha miaka 50. Anajua Mungu. Kwa hivyo ni vizuri ujishikanishe na yeye katika maombi. Zungumza maneno yale ambayo ungetaka yafanyike juu ya watoto wako miaka 50 wakati hautakuwa uhai. Ni vizuri uanze kupanda wakati huu, kwa sababu maybe kuna sheria zinaweza kuwa zitawekwa za kuangamiza ili wasiabudu Mungu. Ni vizuri saa hii usimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuona tu hapa. Muabudu Bwana na maombi yazidi katika maisha yako kwa sababu ya familia yenu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia tu nisome katika kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4. Nafikiria naweza nikamalizia na hilo. Uone vile maombi ilivyo ya muhimu. Inasema hivi: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka, hesabu yao palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiunani juu ya Waibrania, kwa sababu wajane wao
wakasauliwa katika huduma ya kila siku. Wale dhinahashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tuwahudumie katika kuomba na kulihudumia lile neno. Amen. Ona wanafunzi vile wanavyowaambia watu hawa, kusema ya kwamba maombi ni ya muhimu kuliko kuwahudumia wajane. Wakawaambia ya kwamba tafadhali wachaneni na sisi, tafuteni watu ambao wamejaa roho, tuwawekelee mikono kwa sababu ya kazi hiyo. Sisi mtuachie kazi ya kuomba na kulihubiri neno. Bwana sifiwe sana. Yaani walilichukulia jambo hilo kuwa la muhimu zaidi, kwa sababu hilo ndilo linafanya hata wajane wapate chakula. Bwana asifiwe sana. Wewe kando na mambo yale yote ambayo yamekuzunguka, chukulia maombi yakiwa muhimu katika maisha yako zaidi, na utaenda mbali. Utafurahia Mungu, utafurahia wokovu, au utaona watu wakikukwaza, au utaona vita katika maisha yako. Oh my God, Bwana atakubeba kwa viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, jitie moyo, amka katika maombi. Ulikuwa muombezi ukaacha, ulikuwa muombezi ukakwazwa, ulikuwa muombezi ukaona mambo hayafanyiki. Ningetaka tu nikuombee kwa jina la Kristo Yesu. Bwana akurejeshe katika nafasi yako. Uendelee kuombea hiyo familia, uendelee kuombea biashara yako, uendelee kuombea watu wenu, wale ambao uliombea ukaona hawabadiliki, wanaendelea mbele kukunywa pombe, dawa za kulevya, dada zako, ndugu zako wanazalia kwa nyumba, hawana kazi, umaskini umeendelea kuzidi. Lakini nataka nikuambie kwa jina la Kristo Yesu, maombi yanaweza yakabadilisha mambo yote. Kama yalibadilisha sahihi ya mfalme, yanaweza yakabadilisha maisha hayo. Majina hayo yanaweza yakabadilishwa kwa njia ya kuomba. Amini pamoja nami tunapoenda kuomba, na tutabarikiwa sana na Mungu wetu. Haleluya. Jambo lile ambalo unaona likiwa ngumu mbele zako, muamini Bwana. Kama ni ugonjwa, usikome, amini Bwana ya kwamba maradhi hayo yanaweza yakaondoka, kwa sababu Bwana alisema, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Luka ya kwamba ombeni mtapewa. Ombeni lolote mtapewa. Bwana asifiwe sana. Jambo hilo ambalo unaona ni ngumu na halina njia kwa akili na mawazo yako, funga macho yako, tazame Bwana kwa jina la Kristo Yesu. Wacha tuombe na Mungu wetu atatubariki. Baba yetu katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru siku ya leo. Asante kwa nafasi hii na muda ambao umenipatia kusimama hapa ili niongee na nisungumze neno lako ambalo ni uhai wetu juu ya mtazamaji wangu. Utukuzwe Bwana na uinuliwe, kwa sababu mfalme mwema umekubali alisikie hili neno. Kuna wengi walikuwa waombezi wakachoka wakaacha kuomba. Kuna wengine Bwana mfalme walikwazwa katika safari ya uombezi. Kuna wengine waliangalia wakaona mambo haibadiliki. Kuna wengine Bwana mfalme Mungu wetu wa mbinguni Yesu Kristo walisikia sauti za adui na wakakubaliana nazo na wakashindwa kuomba. Na kuomba katika jina la Kristo Yesu asubuhi ya leo ukawapatie nguvu tena wakaweze kusimama katika nafasi zao za uombezi, kwa sababu ya familia zao, kwa sababu ya waume wao, kwa sababu ya wake wao, kwa sababu ya watoto wao, na kwa sababu hata ya taifa na kanisa lako Mungu mwenye nguvu zote. Ninakuomba Bwana, chochote kilichosimama kuwapinga hakina mamlaka na hakina uwezo katika jina la Kristo Yesu. Kama vile Bwana Mungu wetu Sanibalato Biazi walijaribu kupingana na ukuta usijengwe, na Biblia inasema ya kwamba Nehemia akaomba dua kwako Bwana, hivyo ndivyo ninatangaza hawa wanaoinuka kupigana na hawa, ili Bwana wasitumike, na ili Bwana wasiusimamishe ukuta wa maombi kwenye familia zao, ili utukufu wako Bwana uwarudie. Bwana, ninatangaza kwa jina la Yesu, adui huyo hana
hana mamlaka, adui huyo hana nafasi, hawatakuwa attacked. Ni Mungu mwema, utawapa neema kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu utawasaidia wagonjwa ambao Bwana wamesumbuka na magonjwa kwenye mili yao. Baba, ninaomba usiku ya leo wakapokee uponyaji kwa jina la Yesu. Neno lako limetuambia ya kwamba tuombe chochote tutapokea. Bwana, hivyo ndivyo ninaomba kwa hawa ambao Mungu wetu wa mbinguni wanaamini uponyaji. Wacha mili yao ipone dakika hii katika jina la Kristo Yesu. Ponya biashara zao, ponya jamii zao, ponya mawazo yao, ponya doa zao katika jina la Kristo Yesu. Asante kwa sababu utawaweka viwango vya juu na utawainua zaidi, Mungu wa milele, katika jina la Kristo Yesu. Mambo yale ambao waliyapata waliposaliwa na wakaambiwa na wakasimuliwa na mababu zao ya kwamba yalikuweko kitambo na hayawezi yakabadilika, jina lako litukuzwe Mfalme, kwa sababu katika maombi mambo hayo yanaweza yakabadilika. Hawa Mfalme waliowekewa mipaka ya kukufa, Baba, tunaiondoa kwa jina la Yesu. Hawa walioachiliwa magonjwa ya kansa na sukari, Baba, tunayaondoa magonjwa hao kwenye mili yao katika jina la Kristo Yesu. Mungu wetu, mipaka yote tunaiondoa kwenye maisha yao kwa utukufu wa jina la Kristo. Asante, uinuliwe na upewe sifa kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Hakuna kama wewe Bwana. Pokea sifa zote, uinuliwe na uhimidiwe kwa sababu Bwana Mfalme utatembea na hawa kwa jina la Kristo Yesu. Utukuzwe na upewe sifa kwa jina la Kristo, tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana wetu akubariki sana. Wewe uko hapo umenifuata, umenitazama, haujamkubali Bwana Yesu. Rudia maneno haya ili ukaweze kupata nguvu za kuomba. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, niokoe. Katika jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka leo nimekata kauli. Amen. Baba, nakushukuru kwa nafsi hii, ibariki, itende mema. Bwana Mungu wa majeshi, uifiche mahali ambapo adui hataipata kwa jina la Kristo Yesu. Mungu wetu akubariki sana, Mungu wetu akupende sana. Tafuta mahali pana kanisa, kikosa area hii hapa Nairobi, kuja CFF Donholm. Tunapenda wageni na utapata ulezi mwema chini ya mafuta ya aposto kwa jina la Kristo Yesu. Leo ni siku ya Friday. Karibu sana kwenye kesha ya Holy Spirit. Ninakukaribisha na Bwana wetu atakubariki sana. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Tuonane next time Mungu akipenda kwa jina la Kristo Yesu. Asante sana. Mungu awabariki. You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.